when I say that the CDF was taken out, yaani aliuawa. Wengine sijui wanapiga kelele Kalonzo aende athibitishe maneno kwa DCI. DCI anaitwa Amin ama anaitwa nani? Mwambie nitumie summon sahi. Tuende kule na Kenya nzima kwa miguu na jinsi wote, because what I was saying, and we'll ask several basic questions. Sio kazi ya CDF kutumwa aende aka-inspect a primary school. And I want also to say, wale watu wanachungwa Kenya hii kwa njia tofauti na ya hali ya juu. Number 1 ni Commander-in-Chief, who is William Ruto himself. Na number 2 ni Chief of the Defense Forces. You don't play with those people. Because kuleta ndege ya Chief of Defense Forces down is not only negligence, but criminal negligence. You cannot give any excuse for that. So I still demand independent commission of inquiry tujue what exactly happened kwa General Ogolla. Wangapi wananiunga mkono? Maybe they were thinking hiyo itaisha. General Ogolla, it's on record kwamba yeye kuna watu waliapa kumtoa because he did his duty as a member of the National Security Council. Remember, I used to be the deputy or the vice chairman of the National Security Council when I was the vice president under Kibaki. Na inchi ilienda vizuri. That is when we took the decision to follow wale walichukua watu wetu kutoka Lamu. We said the doctrine of active pursuit is internationally accepted. That's how we went to Somalia. That's how we went to Somalia. Kwa hivyo sio mchezo. Kucheza na security na the lives of the Chief of Defense Forces sio kitu ambaye inaweza kukubalia kiholela. Oh, it was an accident. No. So please, if you want me to write a statement, I'm ready. So, but before I write the statement, announce formation of an independent commission of inquiry. Ndio tulizane, what mission was General Ogolla on? Number 1. Why was he going there? Because he did not die alone. Because generals also died with other people. A lot of pain to the rest of the people who died with General Ogolla. And you expect me and Kenyans to keep quiet, knowing how security arrangements of a nation should be. It can't happen. This is a movement. Actually, Wiper is older than ODM. Because we started ODM Kenya. Tunakumbuka? And then ODM baadaye. Hatuna ugomvi na wewote wale ambao wanatoka ODM karibuni. We hope going forward wataona what the country is saying, and I think some of them are already saying it. To argue with Senior Counsel Jim Orengo, you begin to look funny yourself. You begin to look very funny. Yaani unamshambulia, unataka utamuimpeach. That is not what ODM stands for. And although they may not as of now, probably whatever remains of Azimio, we salute Secretary General ODM, Sifuna. Yes. We salute Jim Orengo. We salute Governor Peter Nyang'nyong, because he has come up and called them and said, wacha. So, kikiumana, kumbukeni, we are here. We have a duty, all of us, kutoa hawa watu kwa mamlaka. But for us, we are very clear. Kuna watu wanauliza, huyu Kalonzo, huyu SKM, atataboa kweli? Ama atafika pale, asema nimemwonea huruma, nimeconsort, nimewaachia. Safari hii, Ruto must, even himself knows, jina ya Kalonzo atakuwa kwa ballot paper, ya Ruto atakuwa kwa ballot paper, for the avoidance of doubt. Safari hii ni ukombozi wake. Safari hii hakuna mchezo. Ukiona simba anyanyeshewa, unaona huu ni diplomat. Udiplomasia utawachwa nyuma. Safari hii
Hakuna mchezo. On the 10th of this month, I actually accomplished 40 years of public service. I've just finished welcoming you, and I want to tell you that these times are very interesting, they're very trying. Na wakati mwingine wa kuleta finance bill 2025, ikiwa ni ile mambo ya zakayo na ushuru, bado tutayangusha. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Because hatuwezi kukuza uchumi kwa kuleta kodi baada ya kodi nyingine. Na sisi tumesema wazi, kwa mfano that thing they call affordable housing fund, hiyo ni ukora mtupu. We shall throw it out under executive order number 1. Tulisema hiyo because wa Kenya, mtu ambaye akona payslip analia 50% inaenda kwa mfuko ya Ruto. Alafu sasa inakuwa shida kubwa sana. Kwa hivyo mambo haya, as we join the party, you should be aware that we are a movement which is going to bring the long-awaited change. We are going to do it differently this time. Kama vile wakili ameongea, usiwe unakaa pale unatafuta kiti ama uwe member wa IEBC na wewe nia yako ni kusikia kina Chebukati walikuwa wanaletewa mamilioni na Wellinga mamilioni, sasa nataka hiyo kazi ndio na mimi pia niwe tajiri. Utapata ajabu, utapata adhabu ambayo you will never thought of. In fact, I wish there was one of them. All those candidates who've been interviewed, I would have given them kofia. We said, I want to serve pro bono as a member of IBC. Nobody would have been there. Pengine wale wanafanywa because and lawyers in town will tell you, you can serve pro bono, manake you don't even want kutaka kulipwa your legal fees. Kwa nini ujiulize, watu wanajitokeza kwa wingi, wanataka kuwa makamishna, wanataka kuwa wenyekiti wa IBC. Therefore, we are sending out a notice to all those who have been interviewed. We wish them well, but let them know, unaweza kwenda kuwa commissioner pale. By the way, a lot of them hataki kuwa chairman. Wanasema chairman iko na jinx, jinx. Ukiingia kwa chairman, it will even affect the rest of you because you are messing up the future of the young Kenyans, the Gen Zs, the millennials. Kwa hivyo Wakenya watakubali. Therefore, we expect to see an IBC that will be transparent, that will refuse manipulation when it comes to procurement. Wasije wanafanya, kumbukeni kulikuwa kitu ilikuwa itwa OT Mofo. Before the Cherera 4 joined Chebukati, already printing ilikuwa inafanyika nchi ya Ugiriki because they had already given out the award. Na kuleta kumbukeni the mathematics, kumbukeni hayo. Mpaka walikufa mahali kusema we cannot produce out against a court order ya Supreme Court of the land, the highest court in the land. Wao wanasema they can't give out the necessary information, meaning they are actually a superior outfit. A country that is sovereign gets its sovereignty sacrificed to a foreign entity. So, as you join as new commissioners and we will have occasion to talk to them, you are not going there to serve William Samoei Ruto. You are not going to serve there Stephen Kalonzo Musyoka. You are going to serve the people of Kenya. Please be different. Even, in fact, some of you can say, kulingana na vile nimesikia Kalonzo akiongea, mimi sitaki hiyo kazi. You will have taken a very important decision if you do so. Because ukichaguliwa na ingie pale, from day one, Kenyans will be on your case. That I wanted to say. I also want to say, juzi, Wakenya wakisikia mimi nikisema, kwamba we are not going to allow political assassinations. Yani hiyo ni mambo hatuwezi tena. Ukikosana na mtu, we met an MCA ambao wakati wa abduction, mimi na Mheshimiwa Ojin tulienda Nairobi Hospital tukampata MCA kutoka Wajir. Hata kwa sababu according to him alitofautiana
na budget proposals ya gavana, anakuwa abducted for more than 3 months. The couch of abduction is actually even cowardly. Kwa nini usiface watu wapeleke kwa mahakama? Ya nini waweke kwa ndani ya kwa masubaru? So you are joining a movement at a time when we are expecting you, not kusema mimi sasa nimeingia mwanachama na ngojea kunipatiwe tiketi. By the way, Mheshimiwa Koki, you said umekuwa live member, we are the live member. Lakini tiketi is not automatic. Unajua hiyo? Ndio tunasema is going to be open nomination. Because you don't where mheshimiwa mwingine asema sasa mimi tikiti imepeanwa. Hakuna mtu atasikika akisema tikiti ya Wiper ilipeanwa. Ukisikia mtu kama huyo, report him to the nearest police station, because atakuwa akiongea uongo mtupu. Because when that time comes, watu wanasema mimi tayari niko na tikiti yangu, I have my certificate. Anasema I have my certificate kwa mfuko yangu. Hiyo haitasikika kwa this movement. We must allow a situation kwamba wananchi watatupatia the most popular candidates. Ndio tumenyana nao. Having told you that, we're also working on strong coalition.